Habari zenyu? Mko salama? Mko fiti? Naitwa Michael. Nafanya na Dove International Wellness Center. Tunapatikana hapa Kikuyu. Sehemu inaitwa Mayahi. Mayahi iko karibu Alliance Girls, Alliance Boys hapo. Na pia tuko na facility mbili zingine tofauti zenye ziko Karen. Tuko Karen pali panaitwa Mokoyeti West Road, hiyo iko karibu na Bomas of Kenya. Na pia tuko pali panaitwa Bogani na Kwarara Road. Sisi sana sana napenda kusaidia watu kuweza kuachana na uraibu wa pombe na bangi na majaba, mogoka, miraa, cocaine, sigara, Chavez. Hizo vitu zote tunasaidia watu sana waweze kuachana nazo. Na mimi nilikuja kufanya kazi na hii Dove. Nilianza kufanya kazi na Dove. Nimefanya kazi na Dove miaka michache sana, karibu miaka 6-7. Lakini nilipoenda Dove mara ya kwanza, si kuenda Dove kama mtaalamu, nilipelekwa Dove kama mraibu wa madawa ya kulevya. Mimi mwenyewe nilikuwa natumia sana pombe, nilikuwa natumia bangi, nilikuwa nakula mogoka, nilikuwa nakula miraa, na maisha yangu iko inaendelea vizuri, iko inaelekea vizuri mpaka nikaweza kuja katika hii hospitali na nikasaidika. Kwa hiyo kuna watu tofauti tofauti wameweza kusaidika. Kama mimi leo nimesimama hapa kama shahidi, naweza sema ya kwamba addiction ama uraibu wa madawa ni ugonjwa ya akili. Na mtu mwenye anakuaga na uraibu ama addiction inatokelezeaga na mashida tofauti tofauti pale nyumbani. Kuna kuaga na mashida kama zile za anxiety, depression, ama zile mashida za kifamilia pale nyumbani. Pengine kumekuwa na violence, pengine mzazi mmoja kukua, ama kulikuwa na ulevi pale nyumbani. Pia unapata watu wanakuja wanaanza kupata vitu kama depression, na mtu anaanza kupata kitu kama anxiety. Na hizi vitu zinakuja zinakuwa serious mpaka ambapo mtu anaanza kutumia kitu kama sigara ama kitu kama bangi, na kuja inazidi mpaka anaweza kupoteza maisha yake. Tunasaidia watu kwanza kuelewa ya kwamba addiction ama uraibu wa madawa ya kulevya ni ugonjwa ya akili. Sio ati kwa sababu mtu anakunywa ama anajibamba ati yuko kwa starehe. Mtu anatumia madawa hivi kujaribu kujiwaza ama kujirudisha katika ile normal life function. Lakini unapata sasa hii pombe inakuja inazidi, ama hii bangi inakuja inazidi mpaka mtu anapoteza vitu. Akili ya binadamu ni kiungo cha kustajabisha sana. Manake ubongo wa binadamu wenyewe haina ile uwezo ya kusikia uchungu. Umeona? Kwa hiyo mtu akianza kupata vikwazo fulani katika maisha, madawa yote ya kulevya, kama ni bangi, kama ni pombe, huwa inaathiri sana ubongo wa binadamu. Na ubongo wa binadamu ni kiungo cha muhimu sana, manake ndicho kiungo ambacho kinasaidia mtu kuweza kufikiria, kuona, kuongea, kutembea, hata kulala. Hata vile umekula lunch saa hii na hiyo chakula inakuwa digested kwa system yako, hiyo bado ni kazi ya ubongo inafanya. Kwa hiyo the human brain does a lot of work. But ile mtu ameanza kutumia madawa ya kulevya, unapata hiyo functioning ya brain inakuwa compromised. Na ukitaka kwanza kujua mtu yuko na shida ya ugonjwa wa akili aina yote, sana sana mtu anapataga shida ya usingizi. Huwezi kulala usiku. Usiku ukienda kulala kidogo unapata mawazo yamekuwa mengi, yanakuja na kukoroga na unashindwa kuweza kujielewa. Saa zingine unapata appetite imepotea, ama appetite imekuwa juu, ama saa zingine hata usingizi. Saa zingine unalala sana ama ulali vyema, unakosa kuweza kujielewa. Mtu akianza kupata hizo, utaanza kupata kitu inaitwa anxiety. Anxiety inaitwa kiwewe, ama depression, msongo wa mawazo. Unafikiria sana mpaka unaanza kujichukia, unaona ni kama umefail kimaisha, mpaka unaanza kujidharau wewe mwenyewe. Kwa hiyo hichi kiungo ambacho tunaita ubongo wa binadamu hauna hisia yoyote ya kusikia uchungu. Lakini uchungu pali pa kwanza penye patasikika ni kwa relationships za huyo mraibu mwenyewe. Kwa relationships namaanisha vipi? Namaanisha mtu
pale nyumbani, pengine kati ya huyu mlevi au huyu mraibu wa madawa ya kulevya, atajua vipi kuna shida. Kitu cha kwanza, uhusiano wake na wazazi wake, uhusiano wake na mandugu zake, uhusiano wake na mke wake, uhusiano wake na watoto wake. Hapo unapata kutakuwa na changamoto, kutakuwa na challenges. Hapo ndio unajua uchungu utaanza kusikika pale kwa relationship. Pale pengine uchungu unaanza kusikika ni pale pa kwenda kazi. Pale makazini unapata mtu haezi amka asubuhi kwenda kazi, haezi enda kila siku kazini. Saa zingine anashindwa hata kuamka asubuhi kwenda kazini. Kwa hiyo kudeliver goals pale sehemu pa kazi, unapata mtu hataweza kujiikimu kimaisha katika hiyo sehemu ya maisha yake. So tukitoka kwa relationship tunaenda kwa job, ama tunaita career, ama tunaita education. Manake hata ni kuperform, kama ni shule, kama ni kwenda college, kama ni kwenda high school, utapata pengine pale high school mtu ameanza kupigwa suspensions, ameanza kusneak aendi shule. Hapo unajua akili ya huyu binadamu imeanza kuathirika kiaina fulani. Tukitoka hapo tunakuja tunaangalia finances. Kucontrol pesa inakuwa shida. Mtu hawezi kukaa na shilingi 10, shilingi 20 pale mfukoni. Ukipatia mtu 1,000 kidogo, hapo inamchanganya. Kwa hiyo hapo pia unapata kunakuwa na shida. Shida nyingine inakuwa ni general health, physical health, personal hygiene. Hizo area zote zinakuwa affected. Ukiona mtu ameanza ku deteriorate health wise, hapo unajua kuna problem. Na hii inakuja inafanya mpaka mtu ambaye pengine alikuwa kitambo ana hela zake mfukoni, pengine alikuwa na familia yake nzuri, pengine mke amekuja kamuacha, bibi ametoroka, ameenda na watoto, unapata mtu kazi aliwacha, mpaka anakuja anakuwa ni kama amekaa kama mwenda wazimu huku vijijini. Unashindwa kwani huyu vipi? So utapata hii si ati ni mtu ni kujitakia kukaa vile, unapata hii ni changamoto ya ugonjwa wa akili. Ndio maana tumekuja hapa kuhubiri na kuelimisha kidogo muweze kuelewa. Si ati ni mtu hataki kuacha pombe, si ati ni mtu anataka tu kujienjoy starehe kwa club, sherehe, kuanzia inaitwa aluta, kuanzia Friday mpaka Sunday ndio akuje ati arudi nyumbani. Hapana, la. Huyu ni mtu ambaye ameathirika na hii uraibu au ugonjwa wa kiakili. Kwa hiyo sisi kama DAV tunakuaga na kitu inaitwa treatment plan. Ukikuja tunaangalia historia yako tangu vile ulikuwa mchanga mpaka pale umefika. Manake pombe na bangi zinaitwaga drugs. Manake mtu anatumia drugs kutibu shida fulani. Kwa kupata mtu anakunywa pombe kupindukia kiasi au bangi au sigara, unapata kuna shida nyingine ambayo iko pale chini. Pengine ni shida ya kifamilia vile nilizungumza. Saa zingine hata unapata ni shida ya kifedha. Kuna stress za kifamilia, kuna stress za kikazi, kuna hizi vitu zote ambazo mtu akiweza pata muda tu kidogo aende akunywe pombe kidogo anajisikia vizuri. Lakini unapata ukinywa pombe kidogo inakuchangamsha, lakini kipita kiasi inakuletea ugonjwa inaitwa depression. Inaweza kuleta hata ugonjwa inaitwa anxiety. Inaweza kuleta hata ugonjwa mwingine tunaitaga bipolar. Unakaa ni kama wewe ujielewi au eleweki. Na ikizidi sana kabisa unaweza jipata umekuwa mtu mwenye kuna ugonjwa inaitwa schizophrenia. Ukiona mtu anatembea huku nje, nguo zake zimeraruka, pengine ana viatu, amebeba gunia mgongoni imetoboka, nywele imekaa vipi, huyo mtu ujue ni ugonjwa ambayo inaitwa schizophrenia. Na mtu kama huyo akaweza kukamatwa na apate ile dawa ambayo inafaa, with time anaweza kujirudilia mpaka akuwe sawa kabisa. Lakini tuko hapa leo kuelimisha ndio tuweze kujua kabla mtu hajafika huku nje ambao tunaita chokorama, ambao tunaita mwenda wazimu, anaweza saidika vipi. Na hiyo ndio maana tuko hapa leo, ili uweze kujijua, uweze kujielewa, na tujue tunaweza kusaidia vipi tukiendelea hapo mbele. Asanteni sana kwa muda wenu. Naomba ni rudi kwa MC. So tunaitwa DAV, tuko Kikuyu, tuko Mayahe na tuko hapa leo. Kama unahitaji contacts zetu, kama uko na mpendo ambaye unajua pengine anapitia shida fulani, kama wewe mwenyewe unajua uko na kikwazo fulani kinakukwaza kimaisha, naomba ukuje na tuweze kujua vile tunaweza kusaidiana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you sana. Ngai arokurathima na gwikewega ni undu wa kinyo gwa itwariria. Eni. Karibu sana.